Kila siku naongea wewe. Lazima nikupige wewe. Kila siku kujelea. Kwa nini? Unapenda kunizoea? Kwa nini unapenda kunizoea? Kwa nini unapenda kunizoea? Kila siku naongea na moja. Kila siku naongea na moja. Mchenzi wewe. Mchenzi mwenyewe. Bora unaendelea kuleta mdomo, si ndio? Unaendelea kuleta mdomo. Nimesema kwenu uweni, utaendelea kukaa hapa na lazima mfuate sheria zangu mundani. Mimi naenda sasa kukuta mlango Yesu. Hamna kitu chochote. Mimi naenda nyumbani. Wewe unasemaje? Nitaenda. Unasemaje? Nitaenda nyumbani. Wewe unataka kuja huko ndani. Nitakuia huko ndani kabisa. Nitakuia huko ndani. Kwa nini unasema nini? Kwa nini? Kwa nini unataka siwezi toka usaliti wa mapenzi, umeniacha nikiuliza maswali, nilikosea wapi baby sema, au niliupenda moyo wa mwizi? Marafiki walinionya, macho yalikuwa yananidanganya. Nilitaka kukuamini zaidi ya nafsi yangu mwenyewe. Sasa nafungua dirisha, naachia mbali vile vitabu vyetu, picha zetu mezani nazipindua chini. Sitaki kuzikimbia tena, usukuma siwezi toka. Usaliti wa mapenzi umeniacha nikiuliza maswali, nilikosea wapi baby sema, au niliupenda moyo wa mwizi? Usaliti wa mapenzi umeniacha nikiuliza maswali, nilikosea wapi baby sema, au niliupenda moyo wa mwizi? Usaliti wa mapenzi umeniacha nikiuliza maswali, nilikosea wapi baby sema, au niliupenda moyo wa mwizi? Kaniletea harufu ya mtu mwingine, maneno yako yamejaa shaka, ukicheza cheza na huzuni yangu. Baba, mimi nilikuwa na kila sababu ya kuonana na wewe leo, kwa sababu nimekuwa ni mwanaume ambaye napitia changamoto sana katika nyumba yangu. Nimekuwa ni mwanaume ambaye sipati haki zangu za kimsingi kutoka kwa mke wangu. Na hii bado sijaelewa ni kwa nini hasa.
Yaani mzee, mimi natambua wakati nyinyi mnaishi na mama yangu mkwe, mlikuwa mnaishi maisha fulani hivi ya furaha, upendo na amani. Ndio. Lakini hiyo hali mimi kwangu siioni. Na changamoto kubwa ni mke wangu. Amekuwa ni mwanamke ambaye hataki kunisikiliza nini nataka. Nikimwambia mke wangu niwekee maji nikaoge, yeye hajali. Amekuwa ni mwanamke wa kunitukana mbele za watu, haijalishi ni nani amesimama. Nikimwambia mke wangu nipikie chakula hichi hataki. Kweli mzee wangu, mimi hiyo hali inaniumiza sana ndani ya moyo wangu. Ndio. Wapi tunafika? Wapi tunaelekea? Na ikiwa wewe ndio ulinikabidhi mtoto wako niishi naye kwa amani, najaribu kumpa mapenzi yote, lakini yeye hayuko pamoja na mimi. Mimi ombi langu ni moja tu mzee wangu, nahitaji unisaidie. Hebu jaribu kumuita binti yako na ukaa naye chini, umwelekeze alimradi arudi katika hali yake ya zamani. Ukifanya hivyo mzee wangu, utakuwa umenisaidia sana. Wewe kijana, ina maana umeamua kuniletea taarifa za binti yangu? Ndio mzee. Sasa sikiliza, naomba hili lisikajirudie tena. Sijui umenielewa hapo? Kwa nini mzee wangu nataka tunakupa taarifa za binti yako? Nasema kuanzia leo isikajirudie tena. Lakini mzee, unafikiri nitampelekea nani haya malalamiko na apate kumsikia? Lakini nini? Kwanza mahali umeshamalizia wewe. Hata kama mzee wangu, ni vitu ambavyo tunaweza tukakaa chini tukazungumza na hiyo pesa nikatoa. Nasema hakuna hapana, mahali umeshamalizia. Siku nyingine usirudie kuniletea upuzi wako wa namna hii. Umenielewa? Sawa, nimekuelewa. Umenielewa? Nimekuelewa. Basi siku nyingine usikarudie kuniletea upuzi wa namna hii. Nyamba, nimekuamini sana kwa niaba ya kukupa hii kazi. Unaweza kuniambia hawa watu wanaweza kazi kwa unawaletea? Nimewafuatilia sana kabla hata sijawaleta kwako. Una uhakika wanaweza kazi hao? Labda nikwambie kitu kimoja ambacho wewe ukijui. Kwenye hii kazi sitotaka usumbufu aina wote ule. Na kitu chochote kitachokuwa kimeenda vibaya, mimi sitohusika kwenye lolote wewe. Wewe una miaka mingapi? Na umri wa miaka 16. 16? Hivi kinyama unaletea mtu wa miaka 16 afanye hii kazi kweli? Wewe ushawahi kuwa? Nimeua panya nyingi sana. Okay, hata hapa nimeipenda hiyo. Nimewapa kazi jamani, kama nilivyoongea. Ifanyike kwa uweledi. Na hisi kila kitu ashaeleza Kinyambe. Na kuhusu malipo, hilo msiwaze kabisa. Mtapata malipo yenu pale ambapo mtapokuwa mmemaliza hiyo kazi. Jamani, nafikiri kama mlivyosikia bosi anasema kazi ifanyike kwa umakini wa hali ya juu. Na hii tunaisisitiza tena, kazi ifanyike kwa umakini wa hali ya juu. Ikitokea yani tatizo la aina yoyote, usihusishwe, yani kila mmoja ajue yeye. Na hisi mmeelewa hapa. Hapo nikutoe wasiwasi bro. Najua kazi itaenda kwa weledi wa hali ya juu sana. Kazi tutaifanya na tuna nia na kazi. Labda nikutoe wasiwasi. Ndio. Nilikuwa na shida sana na hiyo pesa. Kwa kazi naweza, naomba uniamini. Nahitaji kesho mapema tukafanye hiyo kazi. Tumeelewana? Poa tu. Poa Kinyambe, mnaweza kwenda?
Mwanao mmeo wamefika na ninamikia sana mimi hapa, ila sikumpa tu nafasi ya kuongea naye ya kuongea. Kwani amekwambia nini baba? Wewe unataka kuniambia kwamba hakuna chochote kilichotokea huko nyumbani kwenu? Kwanza amekwambieje? Mimi sijafahamu kwanza mpaka hapa nimefikia hapa. Sasa wewe mbona mume wako kaja hapa kwa kuniforce sana? Shida ni nini? Hebu naomba uniweke uwazi wewe, kwa sababu wewe ndio mwanangu. Kwanza baba, tambua mpaka kuolewa na yule mvulana ni wewe uliforce. Lakini utambue kwamba yule ni mume wako halali, pesa yake alitoa mahali yake. Nimechoka kwa tabia zake. Nimechoka, nimefikia mwisho. Mwanaume gani asiyenijali? Mwanaume gani kiasi kipigo kila siku? Kwa mimi nimechoka na sirudi kwake tena. Nimechoka kabisa. Sawa, sasa tusipingane. Wewe hiyo mahali itabidi umrudishie. Utarudisha mwenyewe sio ulizozila. Mimi hapo sirudi tena. Na nimekwambia hapo mimi nimemaliza. Utarudi, nasema utarudi kwa mume wako, utarudi jamaa, utarudi. Oe. Tulia, mimi ndo naitwa Jengo 45, usela pesa, nataka nikuelekeze sasa. Mtani atucheki na watoto. Unanielewa hilo? Unalielewa? Nataka sasa kutimulie vumbi. Tulia kama ulivyo, tulia. Nataka nikuelekeze kitu. Hapa tulia kama ulivyo mwanangu. Tulia kama ulivyo. Au nataka usomee kodi. Mimi nakosea nini? Nifanyia hivi. Sikizeni mshamba. Unasema nini? Unasema nini? Unasema nini? Unasema nini? Tulia kama ulivyo. Shida gani wewe? 45 kita. Okay. Hongereni sana kwa hii kazi. Yes. Kumbe bwege ndio wewe. Sasa sikia nikwambie kitu. Sisi unalia? Unalia? Naomba unisikize kwa makini. Na hichi nitachokiongea ukiweke akilini. Una option hizi mbili tu, hakuna kitu kingine. Hivi unajua sababu nini ambayo imekupelekea kuwa mahali hapa? Huwezi kuijua. Siku zote mapenzi yanauma sana.
Na wewe uliuchukua moyo wangu, ukachukua moyo wangu ukaufanya kuwa wa kwako, nikabaki na maumivu. Nasikia unaitwa Mwenda. Ila wewe huwezi kushindana na mimi. Mwanamke ulionaye alikuwa ni mwanamke ambaye nilikuwaga nampenda sana hapo nyuma. Nilifanya kila kitu kwa sababu yake. Ni shida tu ndogo ndogo zilinifanya nikaondoka, hadi kutengana naye, kuwa mbali na yeye. Narudi eti nasikia boya kama wewe, eti ndio huko na usingizi wangu. Kwa hiyo Mwendo yuzo ulikuwa ujui? Ndo mimi, ndo mimi. Unaonaje hapo? Lakini ni mke wangu, ni mke wangu, nimemuoa mimi. Zungumza nini? Ongea nini brother? Nini unasema? Mke wangu, haijalishi utanifanya nini, ni mke wangu. Nikisikia hilo neno ndio nazidi kuchanganyikiwa. Usitake kumchanganya. Wewe ni kiburi. Unatemea ni mate na kutemea. Kumbe ni kiburi. Sawa. Vijana. Ndio bosi. Malizeni kazi. Azimio yetu. Piga huyu. Wala mbaya. Tano hapo. Loveness, bwana wako Yuzo amemteka mume wako na wamekamatwa wote, wamepelekwa kituo cha polisi. Kweli ninachosema ni sahihi? Ndiyo, ni kweli. Ndiyo, ni kweli. Wamekamatwa wote. Ni kweli tunachosema? Ndiyo, ni kweli. Shebu, kuna nini? Nimepata taarifa eti mama wangu katekwa. Leta nguo.
mwanamke niliyokupenda kwa dhati, mwanamke niliyokuthamini kwa kila kitu. Okay, mimi nilitegemea kwamba tutaishi maisha ya furaha mimi na wewe, utanipenda kama ninavyokupenda, lakini kumbe nilikuwa najidanganya. Nilikuwa na force sehemu ambayo mimi sipendi, si ndio? Umetuma watu wanipige, waniue ili ufurahie penzi lako na Yuzo, si ndio? Hapana, useme hivyo. Mimi sikutegemea kama ungeweza kufanya kitendo kama hiki. Wala sikufikiria hata siku moja kwamba unaweza ukafanya unyama kama ule ulifanyia leo. Ilikuwa ni mipango yako, si ndio? Ulikuwa umepanga Loveness. Unataka nikupe nini mke wangu? Unataka nifanye nini nijue? Nijue kama nakupenda. Okay. Sawa. Umenidharaulisha vya kutosha mbele ya wadogo zangu. Umenibisha mbele ya marafiki zangu na majirani zangu. Okay. Yote. Sikujali. Nimeamua kukupenda mke wangu. Nimeamua kuwa na wewe. Sawa. Wanasema kwamba kila chenye mwanzo kina mwisho. Nafikiri huu ndo mwisho ulikuwa unautaka Loveness. Mwisho ulikuwa unautafuta Loveness. Sidhani kama kuna siku tena mimi na hizo tunaweza tukakaa pamoja. Sidhani kama naweza nikaendelea kukupenda mwanamke wewe. Ingia ndani kwa kila kilicho chako. Kweli. Nimesema ingia ndani, chukua kilicho chako. Na kwenu Loveness. Mwaji suende. Bro, nyamaza. Ingia ndani. Beba. Chukua kitu chako ondoke. Beba. Nani mfanya nini hapa? Ondokeni bwana, ondokeni sasa, ondokeni. Ondokeni. Wacha kunapo wakubwa nini? Ondoka bwana. Toka nje. Kwenda. Nenda sitaki. Ondoka zako. Nilipotea gizani, moyo umechoka, maumivu ya usaliti yamenibeba mbali. Nilipigwa na dunia, nikabaki peke yangu. Mapenzi yanaweza kuumiza, lakini pia yanaweza kuponya. Ufukweni nilikaa nikitafuta amani. Mwenda. Pole sana kwa lopita. Waswahili wanasema mwisho mbaya ndo mwanzo mzuri. Hivyo basi, yupo mwanamke ambaye amejitoa kwa ajili yako na anakupenda sana. Ni nani?
sio mwingine, ni mwanamke ambaye amejitahidi kulipambania penzi lake, ili hali alipitia maumivu makubwa. Ni Gladness. 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 Ilipigwa na dunia nikabaki peke yangu, lakini mwanga mpya unakuja taratibu. Mapenzi yanaweza kuumiza, lakini pia yanaweza kuponya. Nilipoteza nikapata tena, mwanzo mpya, moyo wangu unacheza. Gladness, naomba unisamehe kwa yote yaliyotokea. Nimegundua ni mwanamke ambaye ulikuwa na mapenzi ya kweli na mimi. Kuna swali moja tu naomba nikuulize. Je, upo tayari kuwa na mimi? Kweli? Nililia, nikapona, nilipotea, sasa nimerudi na moyo wangu unashangilia kwa mapenzi mapya yanayong'aa. Nililia, nikapona, nilipotea,